Siku ya leo tutaenda kuzungumzia kuhusiana na maswali makuu, maswali matano yanayohusiana na maisha ya mwanadamu. Tunasema katika historia ya mwanadamu kuna maswali machache ambayo yana nguvu kuliko maswali mengine yote ambayo yamewahi kuulizwa mwanadamu. Na maswali haya tunaweza tukayaona ya kawaida, lakini ni maswali ambayo yanaelezea au yanajaribu kufafanua uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Kusudi la mwanadamu ni nini na kwa nini mwanadamu yupo katika hii dunia? Nafasi ya mwanadamu katika huu ulimwengu ni nini? Kwa hiyo ni maswali ya muhimu sana, na haya maswali yamejaribu kujadiliwa na kuulizwa kwenye sehemu tofauti kabisa. Moja ya sehemu ambapo maswali haya yameulizwa sana ni pamoja na sehemu kama falsafa. Wanafalsafa wengi wa kale, wanafalsafa wa kipindi cha mapinduzi ya viwanda, wanafalsafa wa kipindi cha sasa wamekuwa wakijiuliza haya maswali ya muhimu sana, maswali ambayo yanahusiana na uwepo wa mwanadamu. Pia dini na zenyewe zimejaribu kujiuliza sana haya maswali na kuyachimba kina sana. Pia sayansi na sanaa zimekuwa ni miongoni mwa field au ni miongoni mwa masomo ambayo na yenyewe yamejaribu kuweza kujiuliza haya maswali. Na haya maswali yamekuwepo kwa muda mrefu sana hapa duniani. Yanaweza yakawa yamechukua maelfu ya miaka, kwa sababu ni maswali ambayo yanalenga na kuelezea uwepo wa mwanadamu katika hii dunia au katika ulimwengu na kusudi lake ndani ya ulimwengu ni nini. Maswali haya yako matano, na haya maswali ndiyo chanzo au ndiyo nguvu iliyo nyuma ya maendeleo yote ambayo tunayaona katika hii dunia. Maendeleo ya miji, maendeleo ya sayansi na teknolojia, maendeleo ya biashara, maendeleo ya siasa, maendeleo ya kijamii, maendeleo ya kiuchumi, ni kwa sababu ya haya maswali. Kutokana na mwanadamu jinsi anavyojiuliza haya maswali na jinsi anavyojibu haya maswali, ndiyo chanzo cha kupata maarifa, na haya maarifa mwanadamu ndio aliyotumia katika kutengeneza ustaarabu au katika kutengeneza dunia au ulimwengu ambao tunauona sasa. Kwa mafanikio yote, maendeleo yote yametokana kwa sababu ya mwanadamu kuweza kuyajibu maswali haya kwa kina na kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo pia taasisi zote ambazo unaziona, watu wote ambao wanafanikiwa, hivi vitu vyote ni matokeo ya haya maswali kujibiwa sahihi. Pia tunavyoona vita, tunavyoona machafuko, tunavyoona migogoro, tunavyoona migongano ya mawazo ambayo inakuja kupelekea vita, pia ni matokeo ya mwanadamu kushindwa kuyajibu haya maswali. Haya maswali ni ya muhimu sana, hasa kwa kijana. Pia ya maswali ni muhimu sana kwa watoto. Pia maswali ni muhimu sana kwa taasisi mbalimbali, kwa watu ambao wanafanya kazi kwenye mifumo inayoendesha na kutawala maisha yetu. Pia haya maswali ni ya muhimu kwa mzazi, kwa sababu dhumuni kubwa la kutoa haya mafunzo ni kwa ajili ya kuweza kuandaa kizazi kinachokuja, kizazi ambacho kitakuwa na akili ambazo zinajitambua, kizazi ambacho kitakuwa na akili zenye uwezo wa kuweza kuumba vitu, kugundua vitu na kuvumbua vitu. Kwa hiyo haya maswali kama yatawekewa msingi wa awali kabisa kwa mtoto na mzazi wake au na mlezi wake, itatengeneza misingi imara ya akili ya mtoto kuweza kujitambua na kujifahamu na kujua kusudi lake au na kujua nafasi yake katika hii dunia au katika ulimwengu ni nini. Na kama atajua mapema, itakuwa na faida sana, kwa sababu itamwezesha mtoto kujenga msingi wa kuanza kutafuta maarifa sahihi ambayo yatakuwa yanaendana na utambulisho wake, ambayo yatakuwa yanaendana na kusudi lake. Maswali haya ni kama yafuatayo. Swali la kwanza ni swali ambalo tunasema sisi ni wakina nani. Swali hili linalenga moja kwa moja utambulisho au nafasi yetu katika dunia, nafasi yetu katika ulimwengu ni nini. Kwa hiyo sisi ni wakina nani au mimi ni nani, wewe ni nani, ni swali ambalo linalenga moja kwa moja utambulisho ulionao katika hii dunia au nafasi ulizonazo katika ulimwengu. Swali la pili ni swali ambalo linaelezea tumetoka wapi. Hili swali ni la muhimu sana. Ukijaribu kusoma
ukijaribu kusoma au kujifunza au kuangalia vitu vyote ambavyo tunaviona katika maisha yetu, tunasema vitu hivi vimetoka ndani ya akili ya mwanadamu. Kwa hiyo hata wanasayansi, wanafalsafa wa sasa wamejaribu kujiuliza maswali ya kina sana kuhusiana na asili au mwanzo wa vitu vyote. Wengi wamekuja kugundua na kuelewa kuwa uumbaji tunaouona ndani yake, kuna maarifa ndani yake, una hekima ndani yake, una ufahamu ndani yake, una taarifa, una kanuni, una sheria. Na hizi zote na hivi vitu vyote wamekuja kuweka hitimisho kwamba hivi vitu vyote lazima vitoke ndani ya akili. Kwa hiyo swali hili linalenga tumetoka wapi, linamaanisha chanzo chetu sisi ni wapi, chanzo kabla ya sisi kuwepo katika hii dunia. Hapa tunazungumzia miaka 1000, miaka 500 au miaka 100 iliyopita, sisi tulikuwa wapi? Kumbuka wengi tumezaliwa mwaka 1990 na wengine 1980 na. Kwa hiyo kabla ya hapo, manake sisi tulikuwa wapi? Manake kulingana na sayansi ya sasa, kulingana na wanafalsafa sasa, wanasema sisi tumetoka ndani ya akili. Kwa hiyo sisi tumetoka wapi ni swali la muhimu sana ambalo linajaribu kutoa ufahamu au uelewa kwa mwanadamu, kufahamu chanzo chake wapi. Swali lingine ni swali ambalo linahusiana na kwa nini tuko hapa duniani. Kwa nini mimi niko hapa duniani? Kwa nini wewe uko duniani? Swali hili linalenga sana kuweza kujua kusudi letu la kwa nini tupo hapa duniani. Swali hili pia linalenga kujua wewe kusudi lako kwa nini uko duniani, au ni swali ambalo linalenga kwa nini upo katika ulimwengu. Je, nafasi yako katika ulimwengu ulionayo inatakiwa utoe nini au ufanye nini? Swali lingine ni swali la 4 ni swali ambalo linasema tunaweza kufanya nini. Kumbuka kwa nini tuko hapa duniani ni simple, tupo hapa duniani kwa ajili ya kutawala, kwa ajili ya kudhibiti mazingira. Kwa hiyo swali la 4 tunaweza kufanya nini? Maanake ndani yetu tumewekewa uwezo wa kuweza kuyatawala na kuongoza mazingira. Swali la 5 tunasema tunaelekea wapi. Hili swali linajaribu kujibu au linajaribu kuelezea hatima ya maisha ya mwanadamu. Je, mwanadamu anapokomaa au mwanadamu anapofika utimilifu ni vitu gani ambavyo inatakiwa vitokee? Swali hili ni sasa, ili tulielewe swali hili au tufahamu swali hili, labda tuchukulie mfano wa mbegu. Ukichukua mbegu, swali la kwanza kwa mfano linasema sisi ni nani? Ni swali ambalo linalenga utambulisho. Kwa kama ni mbegu, tutasema hii ni mbegu ya parachichi, hii ni mbegu ya embe. Je, hiyo mbegu imetoka wapi? Mbegu lazima itoke ndani ya mbegu. Je, mbegu ya kwanza ilitoka wapi? Ndio unarudi kwenye ile sheria na kanuni ya wanasayansi inayosema kwamba vitu vyote tunavyoviona ndani yake vina maarifa, vina hekima na vina ufahamu. Kwa hiyo na ufahamu na maarifa na hekima lazima vitoke ndani ya akili. Kwa unapozungumzia chanzo cha mbegu, maana unazungumzia chanzo au original au kile kiini kabisa cha mbegu ni sehemu gani imetoka, maana mbegu imetoka ndani ya akili. Swali la 3 tunazungumza kwa nini mbegu iko duniani. Mbegu iko duniani kwa kusudi kubwa moja. Kusudi ni kuweza kutoa matunda yaliyojificha ndani ya ile mbegu, ni kuweza kutoa miti ambayo baadaye itakuja kuzalisha hewa safi ya oksijeni. Kusudi lingine la mbegu ni kuweza kutoa miti ambayo tunaweza tukaitumia kama nishati kwa ajili ya kuweza kupikia, kwa ajili ya kuweza kupata kutumia nishati kwa ajili ya kuweza kutumia kwenye matumizi mengine yoyote. Pia swali lingine, mbegu inaweza kufanya nini? Maana yake unazungumzia uwezo wa kiasili ambao umewekwa ndani ya ile mbegu ili kuwezesha mbegu iweze kutimiza lile kusudi lake la kuweza kutoa matunda yaliyojificha ndani yake. Kwa hiyo swali la 5 linasema tunaelekea wapi? Hapa ni sawa sana mbegu. Mbegu yoyote ukipanda kwenye ardhi ikianza kuchipua, hatima yake manake ni kuja kuwa mti ambao unazalisha matunda. Kwa haya maswali ni maswali ya muhimu sana kwa kijana kuyajibu, kwa mzazi kuanza kuyapandikiza kwa mtoto aweze kuyajibu mapema kabla hajatoka kwenye miaka yake 18. Pia haya maswali ni ya muhimu sana kwa mtu yoyote kuyajibu, kwa sababu ukiyajibu haya maswali yanakusaidia kujua nafasi yako au utambulisho wako hapa duniani ni nini. Pia nakusaidia kujua umetokea sehemu gani. Pia nakusaidia
kuweza kujua kwa nini uko katika dunia. Pia yanakusaidia kujua uwezo wa asili ambao umewekewa ndani yako, ili usaidie kuweza kutimiza hilo kusudi ambalo umetiwa duniani. Hatima ya maisha yako ni nini? Hatima ya maisha yako maana yake ni kuzalisha matunda. Matunda ambayo mwanadamu anazalisha ni matunda kama maarifa, ni matunda kama ufahamu, ni matunda kama hekima, ni matunda kama busara, ni matunda kama sheria, ni matunda kama taarifa, ni matunda kama kanuni. Hivi vitu vyote ni muhimu sana kwenye jamii ya watu. Kwa hiyo matunda ya maisha ya mwanadamu ndio haya, na matunda haya ni muhimu kwa sababu ndio yanayofanya dunia kuwa mahali salama, dunia kuwa mahali pa amani, dunia kuwa mahali ambapo kila mtu atafurahia. Kwa hiyo tunasema maswali haya ukiangalia ni maswali yanaonekana kama rahisi, lakini ndani yake yamebeba hekima kubwa sana. Hebu fikiria kila mwanadamu akafanikiwa au akajaribu kuweza kujibu haya maswali. Manake matokeo yake yatazalisha hekima kubwa sana, yatazalisha maarifa mengi sana, yatazalisha busara nyingi sana. Yakizalisha hivi vitu ndivyo vitakavyokuja kutusaidia sisi kuweza kufanya maisha yawe ya furaha, maisha yawe ya amani, maisha yawe ya utulivu. Kwa hiyo pia maswali haya ndio chanzo cha migogoro na migongano yote ya fikra. Vitu unavyoviona vyote, dini zote unazoziona, serikali zote unazoziona, zote ni matokeo ya wanadamu kujaribu kujibu haya maswali. Haya maswali ndio yaliyoanzisha demokrasia. Haya maswali ndio yaliyoanzisha serikali za kijamii. Haya maswali ndio ambayo yalianzisha serikali za kifalme. Haya maswali ndio yanayoanzisha yanayoanzisha vita. Haya maswali ndio yanayojaribu kuweza kuleta amani na ustaarabu katika dunia. Kwa maswali haya ni ya muhimu sana. Pia maswali haya ni mazuri kwa sababu yanapoingia kwenye akili ya mwanadamu anapopata maarifa au taarifa sahihi kuweza kuyajibu hayo maswali, yanaleta mapinduzi makubwa sana kwenye akili au kwenye ufahamu au kwenye kuelewa wa mwanadamu. Kwa hiyo kama tulivyozungumzia hayo maswali, majibu sahihi hayo maswali ndio msingi wa nguvu, ndio msingi wa maarifa tunayoyaona, ndio msingi wa hekima tulizonazo, ndio msingi wa ufahamu, ndio msingi wa busara tulizonazo. Kwa hiyo jamii, watu, mataifa ambayo yataweza kuyajibu maswali haya kwa usahihi ndio yatakayokuja kuwa mataifa yenye nguvu. Ndio familia ambazo zitakuwa na uwezo wa kujibu maswali haya kwa usahihi ndio zitakazokuwa na nguvu za kuweza kutawala watu wengine, watu ambao watashindwa kuyajibu maswali haya. Tunasema pia kuna kitu kinasema karibia changamoto, karibia matatizo, karibia migogoro yote duniani inasababishwa kwa mfano migogoro ya kisiasa, migogoro ya kijamii, migogoro ya kiuchumi, migogoro ya kifamilia, migogoro ya ndoa, migogoro ya kimahusiano na hata migogoro ya kisaikolojia. Yote ambayo inatokea kwenye jamii mbalimbali, inatokea duniani, yote inasababishwa kutokana na mwanadamu kushindwa kuyajibu haya maswali kwa usahihi na kwa undani zaidi. Tumeingia katika karne ya 21, karne ambayo imeletwa na imekuja na maendeleo makubwa sana, na haya maendeleo kama tutayaangalia yataenda kuathiri namna mwanadamu anavyoyajibu au anavyoyaelewa hayo maswali. Kwa namna nyingine, kama hatutakuwa macho, hizi teknolojia ambazo zimekuja saizi katika karne ya 21 zitaenda kuleta changamoto kubwa katika utambulisho na katika kujua na katika mwanadamu kujua kusudi lake ni nini. Kwa janga zito katika karne ya 21 ni hizi teknolojia ambazo zinakuja kwenye ulimwengu, zinakuja kwenye dunia, zinakuja kwenye maisha yetu bila sisi kuwa na ule utambulisho halisi au kuwa na utambulisho sahihi wa ndani, bila kujua kusudi letu ni nini, bila kujua uwezo
tulionao ndani yetu ni nini. Kwa mfano, kama tutajua uwezo tulionao ndani ya akili zetu au ndani yetu, manake teknolojia kama artificial intelligence au akili bandia au akili memba, teknolojia kama robot zitakuja kututawala, kwa sababu hatujui, kwa sababu tumeshindwa kuyajibu maswali hayo matano, na kutokana tumeshindwa kuyajibu hayo maswali yanapelekea akili zetu zikose uwezo wa kuweza kubuni, wa kuweza kuvumbua na kuweza kutawala kazi za mikono yetu ambazo tunazitengeneza. Kwa hiyo katika karne ya 21 imeleta maendeleo makubwa sana katika uwanja wa teknolojia. Na moja ya maendeleo ni kama akili bandia. Kuna maendeleo ya teknolojia ya robot, kuna maendeleo ya teknolojia ya biotechnology, kuna teknolojia ya visual reality ya uhalisia uliotengenezwa. Tunaishi katika karne ambayo kuna kasi kubwa ya data. Kumbuka ukisoma kasi ya data, tulianza na 2G, tukaja 3G, tukaja 4G, tuko kwenye 5G, sasa hizi tunaelekea kwenye 6G. Pia tuna teknolojia kama nano technology, tuna teknolojia internet ya vitu, tuna quantum computing, tuna genetic engineering. Sasa hizi pia tuna katika teknolojia ya astronomy, teknolojia anga, kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yametokea. Na kama wewe ni mfuatiliaji mzuri, nafikiri utakuwa umefuatilia wanasayansi karibia 4 tarehe 1 mwezi wa 4 wameenda kwenye mwezi kwa ajili ya kwenda kufanya utalii. Pia kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia kukua sana, mwanadamu ana ndoto za kuweza kwenda kutawala sayari ya Mars. Pamoja na maendeleo makubwa sana ambayo mwanadamu ameyafanya, maendeleo ya hizi ni teknolojia ambazo tukipata muda tutakuja kuzielezea kwa undani zaidi, na ni kivipi zitakuja kuathiri namna mwanadamu anavyotakiwa kuweza kuyajibu au kuelewa yale maswali. Pamoja na maendeleo yote ya sayansi na teknolojia ambayo mwanadamu ameyafanya au ambayo tunayaona sasa, kwa mfano kama akili bandia, lakini ndani ya vilindi vya moyo wa mwanadamu bado kuna ukiwa, bado kuna utupu, na bado kuna maswali ya kimya ambayo yanauliza nini maana ya vitu. Kwa hiyo tatizo lililopo sasa hizi ni mwanadamu ana nguvu nyingi sana za kiteknolojia, mwanadamu ana nguvu nyingi sana za kimaarifa kuliko wakati wowote, lakini uelewa wa mwanadamu kuhusiana na yeye, kuhusiana na nafasi yake katika teknolojia alizozitengeneza, kuhusiana na nafasi yake katika ulimwengu, uelewa wake katika eneo hili hapa ni mdogo sana. Na uelewa ndio chanzo cha umaskini, ndio chanzo cha vita, ndio chanzo cha migogoro yote ambayo inaendelea katika hii dunia. Kwa hiyo hii inamaanisha haijalishi mwanadamu ataendeleje katika sayansi, ataendeleje katika teknolojia, lakini kama atashindwa kujibu yale maswali matano ya msingi, hii inamaanisha matatizo, changamoto zitaendelea bado kuwepo duniani. Kwa janga tulilonalo kubwa sasa hizi katika ulimwengu, katika dunia ambayo tunaishi, ni janga la mwanadamu kushindwa kujua utambulisho wake. Katika dunia leo tuna watu wana elimu nyingi sana, lakini hawajui kusudi lao la maisha ni nini, hawajui kwa nini wana elimu hizo. Pia katika dunia sasa tuna watu wenye pesa nyingi sana, lakini wana msongo mkubwa sana wa mawazo kwenye akili zao, kwenye fahamu zao, kwenye mioyo yao. Pia tunaishi katika dunia ambayo watu wengi wana uhuru kubwa sana, hapa sana sana vijana, lakini hawajui wanapaswa kufanyia nini huko uhuru. Pia tunaishi katika dunia ambayo ina dini nyingi sana, lakini upendo umekuwa ni mdogo sana. Pia tunaishi katika dunia ambayo maarifa na ujuzi ni mwingi sana, lakini hekima ni ndogo. Pia tunaishi katika dunia ambayo kuna watu wenye nguvu za ushawishi katika jamii, lakini ndani yao kuna ukiwa, ndani yao kuna giza, ndani yao kuna utupu, ndani yao wanatawaliwa na mawazo.
wanatawaliwa na msongo wa mawazo. Pia tunaishi kwenye dunia ambayo watu wana nguvu, watu wana uwezo, lakini hawajui kwa nini wanao uwezo, kwa nini wanazo hizo nguvu. Haya yote yamesababishwa kwa sababu mwanadamu ameshindwa kujua au kuyajibu haya maswali makuu matano, maswali ya muhimu ambayo mwanadamu amekuwa akijiuliza sana kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunaweza tukasema ndani ya watu wengi kuna maswali ya kimya kimya, maswali ambayo watu wanajiuliza, nini maana ya maisha haya? Tumeshaona janga ambalo linaingia duniani. Tumeshaona janga ambalo linaingia katika ulimwengu wetu, ambalo limeshaingia, linaendelea kukua taratibu. Na hili janga ni janga la sayansi, ni janga la kuendelea kwa sayansi na teknolojia. Sayansi ambazo zimeshaanza kuingilia mipaka, kuingilia nafasi ya akili ya mwanadamu. Kwa hiyo janga hili ambalo linatokea katika karne ya 10 na linatokea katika karne ya 21 litaenda sana kuathiri vijana na watoto. Kwa nini vijana na watoto ndio wataathirika sana na ili janga la teknolojia, kama teknolojia za robot, teknolojia za akili bandia, teknolojia za automation? Kwa nini hili janga litaenda kuwaathiri sana watoto na au vijana na kupelekea kushindwa kuyaelewa haya maswali matano ya msingi ya maisha? Tunasema kwa sababu watoto na vijana wao wataingia katika dunia ambayo inabadilika haraka. Kumbuka, mabadiliko yanayotokea katika dunia sasa ni mabadiliko ambayo yanatokea kwa spidi kubwa sana, na haya mabadiliko yanayotokea au yanayoendelea katika ulimwengu yanasababishwa na taarifa, yanasababishwa na mawazo mapya, yanasababishwa na maarifa mapya ambayo yanaibuka katika hii dunia. Na haya maarifa au ujuzi ambao unaibuka katika dunia unakuja kubadilisha namna tunavyoona vitu, namna tunavyotazama vitu na namna tunavyoangalia vitu. Kwa hiyo teknolojia kama za robot, teknolojia kama za akili bandia, teknolojia kama za taarifa, teknolojia kama za kompyuta, hizi teknolojia zimewezesha sana kuwe na upatikanaji mkubwa sana wa maarifa, mkubwa sana wa taarifa. Na maarifa au taarifa zinapoingia kwenye dunia zinaleta mabadiliko ya haraka sana. Pia vijana na watoto tunaishi katika dunia ambayo ina taarifa nyingi sana, taarifa ambazo akili zetu za kawaida hazina uwezo wa kuweza kuzichakata na kuelewa. Kwa hiyo pia watoto tutaasiliwa sana na hizi teknolojia na zina uwezo pia kuweza kusababisha tushindwe kujibu yale maswali ya msingi, kwa sababu hizi teknolojia zitaenda kuongeza pia mashindano makubwa sana katika dunia au katika ulimwengu unaokuja. Pia watoto na vijana wataathirika kwa sababu wataishi kwenye ulimwengu ambao teknolojia nyingi zitakuwa zimeshakomaa kufikia hicho kipindi. Miaka 10, miaka 20, teknolojia kama akili bandia, teknolojia kama robot zitakuwa zimekuwa sana na kukomaa sana. Hivyo zitasababisha mabadiliko makubwa sana, namna vijana, namna watoto, namna wazazi watakavyokuwa wanatazama au kuelewa ulimwengu unaokuja. Siku ya leo tutaishia hapa. Huu ni utangulizi wa maswali matano ambayo yanahusiana na maisha. Tutakuja kuielezea, kuyachambua kwa kina sana. Kesho tutaendelea na utangulizi wetu. Usisahau kulike, usisahau kufollow, usisahau kucomment ili kupata video nyingi kama hizi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.